kufanikiwa kwenye mambo yako. Chanzo kingine cha baraka ni wazazi. Yes, wazazi. Na ninapokuwa nazungumzia wazazi kama chanzo cha baraka, ninapozungumzia wazazi kama chanzo cha baraka, ninazungumzia neno la Mungu inasema waheshimu baba na mama yako ili upate miaka mingi na heri duniani, ili upate miaka mingi na baraka nyingi duniani. Rafiki yangu, tunaishi kwenye kizazi kinaitwa kizazi cha Gen Z. Kizazi cha generation zero kabisa, na ni kweli ni zero brain. Akitaki kuheshimu wazazi, akitaki kuwatunza wazazi, akitaki kuwachukulia wazazi kama wazazi. Tunaishi kwenye kizazi ambacho mtu yupo tayari ashindane na mzazi wake, mwingine saizi aongee na mzazi wake, mwingine hawatunzi wazazi wake, mwingine wazazi wake anawatukana. Rafiki yangu, huwezi kufanikiwa. Baraka za Mungu zimewekwa kwenye mambo fulani fulani. Nataka nikuoneshe kwamba wazazi ni chanzo cha baraka. Tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya 27. Mwanzo sura ya 27. Nataka nikuoneshe ili utengeneze vyanzo vyako vikiwa vizuri, kuanzia hapo umefanikiwa. Rafiki yangu, ukiwa vizuri na Mungu, kwa sababu Mungu ndio chanzo cha baraka. Ukiwa vizuri na wazazi, kwa sababu wazazi pia ni chanzo cha baraka, kuanzia hapo baraka yako na umefanikiwa 99.1. Kitabu cha Mwanzo sura ya 27. Mwanzo sura ya 27 tuangalie. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwana mkubwa, akamwambia, mwanangu. Naye akamwambia, mimi hapa. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako, podo lako na upende wako, ukaende nyikani, uniwindie mawingu, ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee, ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa. I love this. Kwa tafsiri yake, huyu mzee Isaka eti anamwambia